Mambo vipi mtazamaji wa Push Media? Karibu sana kwa kufuatilia ile simulizi yetu ya binti aliyechumbiwa na jini bila yeye kujua, binti Nurhat. Tuliishia sehemu ya 3, leo tutaendelea sehemu ya 4, lakini pia tuwaombe radhi sana mashabiki wetu waliokuwa wakifuatilia simulizi hii, kwa sababu tulikaa kimya kwa muda mrefu. Kuna sababu zilizomkuta Nurhat na ndio maana hatukuendelea, zilikuwa nje ya uwezo wetu, lakini kwa sasa tuko vizuri na simulizi hii itaendelea na msiwe na shaka kabisa. Nakumbuka tuliishia sehemu ya 3 pale ambapo Nurhat amekuja kijana akamshika mkono kuelekea chumbani. Kule chumbani alikutana na Zuberi ama ilikuwaje? Nafikiri tuliishia hapo. Karibu kwa kusikiliza Nurhat sehemu ya 4, binti aliyechumbiwa na jini bila yeye kujua. Niko naye hapa Nurhat. Nurhat, mambo vipi? Safi. Habari za siku? Namshukuru Mungu kwa sasa naendelea vyema. Okay, lakini pia pole kwa changamoto ile kukumba, tukawa tumestop kidogo kuendelea na simulizi yetu. Asante. Tayari nimekwisha poa. Okay. Basi sawa. Tuliishia pale ambapo uliitwa sasa na yule kijana kupelekwa chumbani, alikushika mkono. Sasa tunataka kujua, na mtazamaji pia wa Push Media anataka kujua kule ulikoelekea. Je, ulikutana na Zuberi ama ilikuwaje? Karibu. Wakati nikiwa bado nimekaa pale, alikuja yule kijana. Alipofika alinyosha mkono wake kumaanisha kwamba alihitaji mkono wangu. Okay. Nikawa nimemshika mkono, akaniinua. Tukatembea, kulikuwepo na kikorido. Sasa tukawa tunatembea kukifuata kile kikorido. Tulipofika mbele kidogo nikageuka. Niwaangalie wale watu labda wananitizama. Kaka, huwezi amini. Hakuna alokuwa ananitizama wala kushtuka. Wote wako busy. Kila mtu yuko busy na mambo yake. Kana kwamba hakuna kilichotokea pale na wala kwamba hapakuwa na mtu pale. Okay. Basi nilitembea hivyo hivyo kwa uoga, taratibu. Baada ya kutembea kwa muda kidogo, tukafika kwenye chumba fulani hivi. Tulipofika kwenye hicho chumba yule kijana akasimama. Ina maana na mimi nikawa nimesimama hapo. Sawa. Baada ya kusimama akaongea kwa sauti ya chini, yani kana kwamba anamnong'oneza mtu. Anasema tayari nimemfikisha. Baada ya kusema tayari nimemfikisha, tukakaa kama sekunde 10 hivi. Mlango kwa umefunguliwa. Na nani? Kaka, kiukweli nilijikuta napatwa na furaha ya ajabu. Sikuamini macho yangu, maana nilimuona mtu aliyofungua ule mlango alikuwa ni Zuberi. Wow. Kwa mara nyingine tena. Kwa mara nyingine tena. Uvumilivu umenishinda kakaangu, nilijikuta nakimbia kwa haraka, nikafika nikamkumbatia. Ule muda ninakimbia kumkimbilia na yeye akawa amenipokea. Kwa hiyo tukabaki pale tumekumbatiana. Tulikumbatiana kwa muda, hatimaye tukawa tumeingia mle ndani. Tulipofika mle ndani, chumba kile kilikuwa kizuri. Hebu subiri kwanza. Wakati sasa umemwona kakufungulia mlango, ukawa na muhagi pale, yule kijana aliondoka, ilikuwaje? Yule kijana aliondoka baada tu ya Zuberi kufungua mlango. Okay, tuendelee. Sasa nikabakia mle ndani nimeduaa, naangalia mandhari mazuri, kitanda kikubwa. Kimefunikwa shuka yani lina rangi kama ya dhahabu hivi. Shuka lina melemeta. Chumba kizuri kaka. Yaani unajua katika hii story kuna watu hawatoamini. Ila kakaangu ninaomba nikuaminishe. Kile kitu ninachokiongea ndicho kitu nilichokutana nacho. Kile chumba kilikuwa ni kizuri. Sidhani kama hata Ikulu kuna chumba kiko kama kile. Acha masiara bwana. Mimi nakwambia. Chumba gani hicho wewe? Mimi mwenyewe nimezunguka asilimia kubwa ya mazingira, niseme mikoa ambayo nimezunguka, sijawahi kukutana na sehemu nzuri kama hii. Sijawahi. Basi baada ya kuingia mle chumbani, Zuberi akawa amenibeba. Akanibeba kama hatua 2-3 akawa amekifikia kile kitanda. Akanilaza pale kitandani. Nisikufiche kakaangu. Yaani kwa muda ule kwanza vile mwili wangu ulikuwa unajisikia.
vitu ambavyo nilikuwa navihisi. Sijui nikwambieje, lakini naweza kusema kwamba in short nilikuwa tayari kwa chochote. Nadhani nikisema tayari kwa chochote unanielewa. Liwalo na liwe. Hayo mambo makubwa. Sawa, tuendelee. Basi baada ya kunilaza pale kitandani, akabakia ameniinamia, yaani kama mtu ambaye anataka kumkisi mtu. Nikafumba macho yangu nikisikilizia nini kinatokea. Kila nikifumba macho nakuta ameniinamia hapo ananitizama. Kama kawaida yake. Sawa. Yaani alikuwa akinitizama anaachia bonge la tabasamu kiasi kwamba mimi nilikuwa nahisi vitu vya ajabu ajabu. Nadhani unajua namaanisha nini. Aliniangalia kama dakika nzima yupo ananitizama tu. Baada ya hapo yeye akakaa kwenye sofa. Kulikuwa na sofa lipo mle ndani, kwa hiyo yeye akawa amekaa pale kwenye sofa. Mimi nikabaki nimelala pale kitandani. Kaka, nisikufiche, kwa fulani iliyokuwepo nayo nilijikuta ninatoa machozi. Machozi ya furaha bila shaka. Unajua kaka, mimi huwa nina asili ya machozi. Nikikasirika sana, machozi yanatoka. Nikifurahi sana, machozi yanatoka. Okay. Sasa utajua wewe nipo kwenye wakati upi. Ni wa furaha au wa huzuni, lakini machozi niliokuwa nikitoa pale yalikuwa ni machozi ya furaha. Sawa. Sasa baada ya kuwa nimekaa pale ninalia, Zuberi aliniangalia, akamaliza akainuka. Akaja kukaa pale nilipokuwa nimekaa. Akanishika kifuani. Sawa. Yaani nilibakia na mtazama tu. Siwezi kuongea chochote. Akanishika kifuani, baadaye akaniambia, Nurat, karibu. Hapa ndo nyumbani kwetu. Na wale uliowaona pale ndo ndugu zangu. Pale kuna babangu, kuna mamangu, kuna shangazi, lakini pia kuna dadangu ambaye wewe na yeye mnafahamiana. Nikamwambia nimewaona. Nikamsimulia, yani vyote vilivyotokea pale, namna nilivyowasalimia wazazi wake bila kuniitikia. Akaniambia pole, lakini kiukweli hawakukusikia na wala hawakukuona na wala hawajui kabisa kama uko hapa. Zuberi ndo akakwambia hiyo? Ndio. Okay. Nilishtuka. Kwanza nikaamka kitandani nikakaa. Kaambia wewe Zuberi, hebu acha masiala. Yaani inawezekanaje? Sio kwamba ni gizani kaka. Yaani ni mwanga unawaka. Kama hapa vile palivyo peupe. Alafu eti mtu akwambie kwamba mimi na wewe hizi. Wewe hujaniona kweli? Hiyo ni ngumu. Ni ngumu. Nikamwambia wewe, sio kweli. Hata kama hawajaniona, je, hata hiyo sauti ya salamu hawakusikia? Kweli? Akasema hawajakuona na wala hawakukusikia. Nikashangaa. Akaniambia lakini usijali Nurat. Muda ukifika watakuona na utazungumza nao. Okay. Nilimwangalia usoni, nikawa nimemkazia macho. Niligundua kabisa Zuberi anachokizungumza ni kweli. Unajua kuna mtu anaweza kaamua kukwambia kitu lakini katika mtazamo ukajua huyu ananipiga. Sawa. Basi nikawa nimeamua kuamini kwamba ni kweli wazazi hawakufanyaje? Hawakuniona wala kunisikia. Wakati tukiendelea kupiga stori pale, mlango muda wote ulikuwa wazi. Baada ya muda kidogo, Zuberi akawa amegeuka, akautizama ule mlango. Yaani kile kitendo cha Zuberi kuutizama tu ule mlango uko umejifunga. Wewe usiniambie. Kaka, mpaka muda huu ninaokusimulia hapa, sijawahi kujua ule mlango nani alifunga. Alifunga yule kijana au ilikuwaje? Sielewi. Yaani alitazama mlango na mlango kajifunga. Lakini pia ukifikiria kwamba kijana kafunga, jibu ni hakuna kwa sababu aliondoka. Ndio. Basi nikamtizama Zuberi na akanitizama. Akanisogelea tena. Baada ya kunisogelea pale na jinsi alivyokuwa ananiangalia, mimi nilijikuta mwili wote unasisimka. Ukasahau habari za mlango tena.
Yaani sikumbuki habari za mlango na wala sifikirii kabisa kama nipo melini, sijui ninasafiri, hapana. Yaani hilo wazo na hiyo akili sikuwepo nayo kabisa. Najiona tu nipo katika ulimwengu mwingine kabisa. Nikamwangalia Zuberi na akanitizama, nikawaza yes, sasa hapa kama ni kazi inaanza. Mambo fulani. Kwa kweli nilijikuta ninawaza vitu vingi vya ajabu. Si unajua tena unapojikuta unakutana na mtu ambaye unampenda na yeye unajua kabisa anakupenda, yani mnapendana, alafu mpo faragha, yani mwili unakuwaga free, mwili unakuwa tayari kwa lolote. Sawa, nakuelewa sana, nakuelewa. Basi wakati mimi nikiendelea kuwaza vile, nahisi ni kama vile Zuberi aligundua nini nawaza. Alinishika mkono akanikisi. Baada ya kuwa amekisi mkono wangu, akanipiga hivi, alafu yeye akainuka. Mle ndani kulikuwa na yani kama kichumba fulani hivi, yani kile kichumba kipo yani kama store hivi, unaweza ukasema labda chumba kina self, lakini hapana. Korido fulani pengine. Korido no. Yani ni kama kistore. Sawa, Akawa ameingia humo ndani. Alikaa takriban dakika kama 3 hivi. Akawa ametoka. Alipotoka alikuja na bakuli limejaa karanga. Kama kawaida yake. Jamani. Basi akaja na lile bakuli, tukakaa pale kitandani na mimi nikainuka nikakaa, tukaanza kutafuna karanga kama kawaida. Wakati tunakula karanga pale akawa ananilisha. Narishana. Yani fulu kudekezwa. Sawa, nakuelewa. Jamani, sijui nielezeje, lakini ndo hivyo. Akawa ananilisha karanga, namlisha, tunalishana. Wakati tukiendelea na ile hali, nikashangaa Zuberi anavua shati. My God. Sawa. Kaka. Yaani huyu Zuberi ana muonekano fulani hivi. Yaani ana body fulani hivi. Watoto wa mjini wanaita six pack. Oh yeah. Asilimia kubwa ya wanaume wa kibongo akiwa na hizo 6 pack, basi unakuta zile garden love hana. Lakini yeye nakuelewa. Kaka yule mkaka ni wa tofauti, maana yuko na 6 pack lakini pia ana garden love. Yaani ni mtu ambaye huchoki kumtizama. Sawa. Nilijikuta kwanza na duaa. Unamshangaa mwili ukawa na msisimko fulani hivi. Namshangaa vile alivyo. Nisikufiche kakaangu, uvumilivu ulinishinda. Nilijikuta naamka pale nilipokuwa nimekaa, nikamsogelea Zuberi. Kwa hatua niliyokuwa nimefikia, nisingeweza kuendelea kuvumilia. Nilimsogelea Zuberi ili nataka kumshika hivi, ikasikika sauti. Mkiwa mle ndani. Ndio. Mtazamaji wa Push Media. Anasema Nurat kwamba wakati anamsogelea anataka kumshika, ikasikika sauti wakiwa mle ndani. Sauti ya nani na sauti ilikuwa inasemaje? Karibu sana kwa kufuatilia sehemu ya 5. Hii ni sehemu ya 4. Nurat sehemu ya 4 tumeishia hapo, lakini karibu kwa kufuatilia Nurat sehemu ya 5. Binti aliyechumbiwa na jini bila yeye kujua. Hii hapa ni Push Media, mimi naitwa Modo HD, na sasa hivi tutakuwa tunaachia kazi mara kwa mara kwa sababu changamoto iliyokuwa inatukumba tushaimaliza na imeshamalizika kabisa. Hii ni Push Media. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Push Media
lakini sio mbaya ukibonyeza alama kengele ili kupata notification. Niko na Nurat.